Leo naenda kufunza jinsi ya kuapply kazi Canada kupitia mtandao wa Job Bank. Karibu. Kabla ya kuapply kazi, Job Bank ni nini? Job Bank ni mtandao wa serikali ambayo inarahisisha wana Canadians au watu ambao wako nje ya Canada kuapply kazi. Zaidi inasemekana kwamba kuna makampuni ambayo imepewa license na serikali ya Canada kuajiri wafanyakazi kutoka nje ya Canada, kwa sababu inasemekana kwamba walikosa wafanyakazi ndani ya nchi ya Canada wa kuweza kufanya hiyo kazi. Lakini inasemekana kwamba ni watu wachache ndio wanabahatika kupata kazi. Tuseme kwa 2% inapata kazi kutoka nje ya nchi ya Canada, kwa sababu makampuni ambayo yanaruhusiwa kuajiri wafanyakazi nje ya Canada ni chache sana. Je, kila mtu anaweza kuapply kazi kupitia mtandao wa Job Bank? Ndiyo, inawezekana, lakini haijamaanisha kwamba kuapply kazi ni kupata kazi. Ndiyo, bado unaweza pata kazi na labda ukataliwe pia na immigration kwa sababu haujahitimu utaratibu wa immigration. Sasa leo naenda kukufunza namna ya kuapply kazi kupitia njia ya Job Bank, utaratibu wa kufuata, nini unahitajika kuwa nayo, na natakiwa uelewe nini unatakiwa kutarajia wakati unapofika katika nchi ya Canada. Karibu sana. Kabla ya kutafuta kazi Canada, hakikisha uko na passport na passport iko valid. Cha pili, uhakikishe ya kwamba uko na resume au CV. Na CV inatakiwa kuwa na format ya Canada. Yaani inamaanisha iwe na page 2, pisiwe picha, pisiwe mambo mengi, bali ujifocus kwa mambo ya skills. Yaani uweke ujuzi ambao unajua kwa hiyo CV. Ifafanue zaidi umuhimu wako ambao uko nao na uwezo wako kuhusu mambo ya kazi. Ili uweze kupata kazi pia unatakiwa kuwa na document za shule. Na mara nyingi wanahitaji document ambazo zimepitiwa kwa assessment, yani educational credential assessment. Unaweza tafuta yani evaluation ya document zako kupitia mtandao wa WES. WES ni organization ambayo inahusika na convert ama kuevaluate document zako za shule. Pia jambo lingine, unatakiwa kuwa na certificate ya lugha, iwe Kiingereza au Kifaransa. Kuna certificate ya Kiingereza, kwa mfano CELPIT, au kama ni wa Kifaransa unatakiwa kuwa na TEF, kwa sababu Canada ni nchi ambayo inazungumza Kifaransa na Kiingereza pia. Sasa pamoja na kuwa na hizo vitu zote, unatakiwa kuanza kutafuta kazi kupitia mtandao wa Job Bank. Hii mtandao wa Job Bank ni ya serikali. Utafilter ili uweze kujua kampuni ambazo zinahusika na kuajiri wafanyakazi nje ya Canada. Zimepewa madaraka ya kuajiri wafanyakazi nje ya Canada, na kwa sababu walikosa wafanyakazi ambao wanaweza kufanya kazi, yani ambao wana qualify Canada, inabidi watafute nje wa outsource. Na kabla ya kuapply, tafadhali soma kwanza maelekezo, kwa maana maelekezo yanaonyesha kwamba kampuni hiyo inahitaji mtu ambaye anaongea Kifaransa au Kiingereza, na pia wanaelekeza kuhusu je, wanahitaji mtu wa Canada au wa nje ya Canada. Angalisho sana, wakati unapo create account kwa Job Bank inahitaji social insurance number, na labda haunayo kwa sababu wewe bado haujaanza kuishi Canada. Na pia njia nyingine ambayo unaweza kufanya baada ya kuona kazi na kusoma maelezo, pia unaweza kutafuta kampuni hiyo kwa mtandao na kupata information zao. Unaweza kuandikia email, sababu tayari umejua kwamba wao wanaajiri watu wa nje ya Canada. Inaweza kuwa rahisi pia kuweza kuwa contact. Usijaribu kuapply kazi ikiwa bado haujajipanga kwa document. Inawezekana unaweza kuangukia employer anakuhitaji haraka sana, na labda hujakuwa na passport au hujakuwa na certificate za lugha, inakuta mambo inaanza kuchanganya. Sasa baada ya wewe kuapply kazi, employer inawezekana anaweza kukufurahia na nakukubali, anakupea kitu inaitwa offer letter. Hiyo offer letter itakusaidia kuapply work permit kupitia mtandao wa IRCC. Okay? Sasa hiyo ni mtandao ya immigration ya Canada. Na utapopata visa, yani ukikubaliwa, watakupea visa ambayo ni ya kazi direct, yani unaenda Canada na visa ya kufanya kazi. Sasa kumbuka, maafisa pia wa IRCC ambao ni maafisa wa immigration ya Canada wako na sheria zao pia, na labda unaweza kushindwa kuhitimu hizo sheria. Ikiwemo watahitaji medical clearance, okay, medical exam. Kwa mfano, hizo ni document ambazo zinaonyesha kuhusu vile waliweza kukucheck
mambo ya afya, ikaonekana kwamba uko sawa, unaweza kwenda Canada. So unatakiwa kuzipresent kwa ofisi ya immigration ya Canada ambayo iko katika nchi yako, na pia unatakiwa kuwa na clearance certificate ya polisi, inatakiwa kuwa tayari mkononi. Wakati wa interview immigration inabidi ukuwe nayo, lakini wakati una apply IRCC bado hizo vitu utaziattach. Sasa hapo inabidi kuangalia ni kazi gani ambayo unaweza tafuta ku apply. Kuna hizi kazi ambayo tunaita temporary foreign workers, yani ni kazi ambazo una apply kwa muda mfupi. Kwa mfano kazi za mlimo, kazi za construction, kazi za health, yani mambo ya afya, kazi za hospitality, kwa mfano kazi za kutumika kwa restaurant ama hotel, na mambo mengi zaidi. Sasa unatakiwa kuangalia ni kazi gani ambayo iko na market, ambao Canadian wengi hawafanyi, ambayo itakupea way point ili uweze. Changamoto kubwa ni nini? Ni wakati ya kwanza kutafuta kazi. Watu wengi wanachanganyikiwa, sababu ni ujuzi pia. Unaweza jaribu ku apply kazi na labda ukataliwe na employer. Hebu fikiria nchi ambayo unaishi ndani bado unakataliwa kikazi, na inawezekana pia Canada unaweza kataliwa ajili ya sababu moja. Kumbuka kwamba kupata kazi sio kitu rahisi. Ni kama tu katika nchi yako bado unaweza kosa kazi katika nchi ya Canada. Sasa unapofuata mafundisho kupitia labda channel yetu, tutakufunza polepole kwa utaratibu, na uendelee ukirudilia hii video polepole tu ukisikiliza kwa makini, ili uweze kuhitimu sheria na utaratibu ambayo inabidi uweze kufuata ili upate kazi na ukubaliwe. Ukifanya vitu haraka haraka na ikiwa bado haujaelewa, bado utaanguka. Kumbuka kwamba tunakufunza pia kuhusu namna ya kuandika ama kuandaa resume, CV pia na cover letter, na pia kuhusu namna ya kufanya interview kwa hawa employer ambao wako Canada, Marekani, ili uweze kuwapata, ili wakukubali. Tunakupea pia strategy mbalimbali ya kuweza kuwajibu na nini unaweza kufanya ili wakukubali. Usisahau ku-like, ku-subscribe ili uwe unafuata maelekezo yetu polepole. Utajikuta mwishoni unafika Canada au Marekani. Asante.